بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Leo tunaendelea na ile kisa yetu ya mtume Nuh alayhi salam. Tulimalizia mahali ambaye mtume Nuh alayhi salam watu wake wamechoka naye. Wakamwambia, ewe Nuh, tunataka sasa utuletee ile adhabu ambayo ulikuwa unatuahidi. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna min almarjumin. Ewe Nuh, kama uwezi wacha hii jambo ambayo uko ndani, hii da'wa ambayo unatupatia, ewe Nuh, utapigwa mawe kama uwezi wacha. Nuh alayhi salam akaambia watu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, watlu alayhim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri biayati Allah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, o mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wape habari ya mtume Nuh alayhi salam. Wasomee Nuh alayhi salam habari yake ambaye Nuh aliambia ni watu wake, ya qaumi, watu wangu, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri biayati Allah, ikiwa kukaa kwangu na nyinyi 950 years nimekaa na nyinyi, ikiwa kukaa kwangu nanyi na kuwaletea hii dhikri na kuwaletea hii mawaidha kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuambia muabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, kama kumekutieni nyinyi mashaka, sasa mimi nimefika mwisho. Fa'ala Allahi tawakkalt, mimi sasa nitamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajma'u amrakum wa shurakaakum, sasa nanyi na mfanye nini? Nani naye nini na washirika yenu wale ambayo mnashirikisha nao Mwenyezi Mungu, nini wote mkae pamoja, mfanye mambo yenu pamoja. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, na ile jambo ambayo mtakuja naye isifichike kwenu, mkuja na ile jambo yote mnataka kuleta kwangu. Thumma qdu ilayya wala tundirun, anasema sasa kisha mnihukumieni mimi ile jambo ambaye sasa hivi nyinyi mnasema mtanihukumia naye, mnihukumie naye, mimi niko tayari, na wala msinipe muhula, sitaki muhula kwenu. Allahu akbar. Nuhukumini naye. Mtume Nuh alayhi salam alikuwa ni rijal, alikuwa ni mwanaume, haogopi against all his people. Anasema sasa kujeni mnihukumieni ile kitu mnataka kunihukumu naye. Fa in tawallaytum, lakini mkigeuka, mkikataa kunikujia, mkiniogopa, muamue kugeuka kabisa, fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah, mimi sikukuombeni nini ujira, ujira yangu haiko illa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu, mimi naongejea Mwenyezi Mungu peke yake anilipe. Tena wacha niwaambie, wa umirtu an akuna minal muslimin, na nimeamrishwa mimi niwe miongoni mwa Waislamu. Allahu. Nuh alayhi salam anawaambia watu wake, sasa nimefika mwisho. Nuh alayhi salam anataka inua mkono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa inasemekana mtume akifika mwisho, mtume lazima anaambia watu wake ya kwamba hii jambo ambaye ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake nimefikisha, ndio utajua huyo ni mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wida, katika ile haji ya mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaita watu wake akawaambia, hal ballaghtu, nimefikisha hii ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wakamwambia, bala ya Rasulullah, naam, yes ya Rasulullah,
ndio ya Rasulullah, mtufikishie hiyo ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu. Akaangalia juu akasema, Allahumma fashhad, o Allah, kuwa shahidi ya kwamba wamesema mimi nimefikisha hiyo ujumbe. Sasa Mtume Nuh alayhi salam anataka muonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama amefikisha ujumbe yake. Inasemekana yaumul qiyama ikifika, watu wake Mtume Nuh alayhi salam watakuja. Mwenyezi Mungu atauliza swali, atawaambia, ewe qaumu Nuh, kuna mtu ambaye anaitwa Nuh amekujia akawaletea ujumbe kutoka kwangu. Watasema, ya Allah, hatujamuona. Ya Allah, hatujamuona mtu ambaye anaitwa Nuh. Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu atumuuliza, ewe Nuh, nani ndo shahidi yako? Nani ndo shahidi yako ya kuwa wewe umewafikishia hao ujumbe? Atasema, ya Allah, ummatu Muhammad, umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo shahidi yangu. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasada, kwa sababu hivyo vivyo tumewafanya nini mu umma ya wastani, just community. Allahu akbar. Ili mfanye nini? Litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ili muwe shahidi juu ya watu. Yaumul qiyama tutakuwa shahidi juu ya watu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa shahidi juu yetu. Sasa tutakuwaje shahidi juu ya watu? Tumeona ndani ya Qur'an venye Mtume Nuh alayhi salam aliongea na watu wake. Sasa Mtume Nuh alayhi salam anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an venye Mtume Nuh alayhi salam aliongea na watu wake. Nuh akasema, ya Allah, kabla sija kuomba venye utawafanyia hao watu, ya Allah, wacha nikuambia miaka 950 ile jambo ambayo nilikuwa nafanya. Miaka 950 ya Allah, mimi sikulala. Ya Allah, nisikize. Qala rabbi inni du'utu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, mimi nakuambia kwamba nilikuwa nawaita watu wangu, qawmi yangu, usiku na mchana. Ya Rabb, Mola wangu mlezi, nimewaita watu wangu usiku na mchana. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, wito wangu wa kuwaita katika ibada, katika khairi, ya Allah, haikuwasaidia kitu yote ila kukimbia. Ya Allah, walizidi kukimbia usiku na mchana, mimi sifupumziki. Ya Allah, ya Allah, wacha nikuambie, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, kila nilipowaita ili wewe uwasamee madhambi zao, ili wewe uwasamee, ya Allah, wanajiziba masikio yao. Ya Allah, kwa vidole vyao wanaziba masikio yao, wataki wasikize. Allah, ya Allah, nikizidisha wastaghashaw thiyabahum. Ya Allah, nikizidisha wanazidi kuchukua ile nguo yao wanajifunika. Ya Allah, hawataki mimi niongee na wao. Wengine wao, ya Allah, nikiwakujia na wajua kwa majina, lakini wanajifunika manguo zao kujificha. Ya Allah, ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inaposomwa Qur'an, sikiza vizuri na unyamazi, huenda Mwenyezi Mungu atakurehemu. Allahu akbar. Sasa kila wakati ukisikia Qur'an, nyamaza na usikize. Lakini wao walikuwa wanafanya nini? Wanajaribu kujificha na kufunga masikio yao. Allahu akbar. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, wakakamia, wakakuwa na vichwa vingumu kwa ile mambo ambayo hao walikuwa wanafanya, kuabudu masanamu, wakaendelea na ile tabia ambayo walikuwa wanaendelea naye kwa miaka 950. Ya Allah, wastakbaru istikbara. Ya Allah, wakatakabari vikubwa mno, wakakuwa na kibr ya hali ya juu. Ya Allah, ya Allah, sijawatia hapo. Ya Allah, thumma inni da'utuhum jihara. Ya Allah, watu wangu, ya Allah, niliwaita kwa wazi. Ya Allah, Mtume Nuh alayhi salam anasema,
niliwaita kwa wazi in public ya Allah. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya Allah, pia nikawatangazia kwa kelele ya Allah, nikawaita kwa sauti ya Allah. Pia ya Allah, venye nimeona hawasikii hiyo, nikasemeza nao kwa siri ya Allah. Nikaanza kuendea kwao kwa manyumba yao kwa siri, nikaanza kuambia mambo ya dini ya Allah, nikaambia kwamba wakuabudu wewe peke yako ya Allah. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam anaambia, ya Allah, nimefanya hiyo jambo yetu, unajua nimwambie nini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, niliwaambia kwamba muombeni msamaha Mola wenu mlezi, hakika yeye ni Mungu wa kusamehe, atawasamehe, ni Mungu wa kusamehe. Sisi Waislamu kila wakati tukisali tunasema Ar-Rahmanur Rahim. Maana yake ni nini? Mungu wa kurehema, mwenye kurehemu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akona rahma mingi sana, akona huruma mingi sana, atakusamehe madhambi zenu. Muombeni Mwenyezi Mungu. Na umuhimu ya kufanya istighfar, wacheni niwaambie sahihi. Nuh alayhi salam anaambia watu wake, mkifanya istighfar, mkiomba Mwenyezi Mungu, unaona kiangazi ambaye sasa mko ndani, Mwenyezi Mungu atawafanyia nini? Yursilis samaa alaykum midrara. Mwenyezi Mungu atawaletea mvua. Mwenyezi Mungu atawaletea mvua kutoka mbingu ambaye itanyesha mfululizo. Allahu, itanyesha. Na hiyo mvua itakuja na baraka mingi sana, itakuwa na chakula. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mara nyingine ndani ya Qur'an, walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Allahu akbar. Lau watu wa mjini wangekuwa wameamini na wamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema tungewafungulia juu yao baraka kutoka samawati na ardhi. Samawati tungaletea mvua, na katika ardhi wangepata chakula ya kutosha. Mtume Nuh anaambia watu wake, wallahi mkifanya istighfar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaletea mvua ambaye kuna baraka, mtapata vyakula vya kila aina ambayo mnataka. Allahu akbar. Na Mwenyezi Mungu hajawachi hapo. Mwenyezi Mungu anasema wayumdidukum biamwalin wa banin. Mwenyezi Mungu akasema tutawazidishia, tutawapa kwa ziada mali na wana. Ni nini nyingine sisi tunatafuta? Ukifanya istighfar, Mwenyezi Mungu atakupatia mali ya ambaye utakuwa umeridhika naye. Allahu, si mali ambaye kesho utachomeka naye, si mali ya haramu. Mwenyezi Mungu atakupatia mali ya halali ambayo utaishi vizuri. Wallahi hata ukuwa na shilingi 100 peke yake utaridhika ndani ya roho yako na utasikia raha, na Mwenyezi Mungu atakuzidishia juu yake. Ndio inasemekana ajibtu liman talaba dunya min khairi malikiha. Inashangaza ule ambaye anaomba riziki kutoka ambaye ule ambaye amiliki hiyo riziki. Wewe unaenda unakaa chini ya mtu kumwomba riziki. Nani ndo mwenye riziki? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tukienda tukae chini tufanye istighfar, wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia ile jambo ambayo unataka. Wayumdidukum biamwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema tutazidishia mali na wana. Kama hauna watoto, fanya istighfar, Mwenyezi Mungu atakupa. Kama unataka wakuzidishie, Mwenyezi Mungu fanya istighfar, Mwenyezi Mungu atakuzidishia, atakupa watoto wengi. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuacha hapo. Mwenyezi Mungu will purify your children. Watoto wako watakuwa na tabia njema, tabia nzuri, na watafanya jambo yote ambayo ile unataka ukifanya istighfar kwa wingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tena, wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu tena atakupeni nini? Atakupeni mabustani na atakufanyieni mito. Allahu akbar. Mito na mabustani. Pia hiyo inaongea yaumul qiyama. Mwenyezi Mungu atakufungulia katika hii duniani, pia yaumul qiyama atakufungulia mlango, pia utaingia katika janna ambayo kuna mito mingi. Allahu akbar.
Mwenyezi Mungu atufanye mmoja wapo ya wale ambao wanafanya istighfar. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema duba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira. Allahu akbar. Mpatie habari njema yule ambaye katika kitabu yake iko na istighfar, iko na mtu ambaye anaomba msamaha kwa wingi. Huyo mpatia habari njema ya kwamba istighfar imejaa katika kitabu yake. Mwenyezi Mungu atufanye mmoja wao wa wale ambaye vitabu vyao itakuwa na istighfar kwa wingi. Allahumma amin. Mandugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuachia hapo. Mtume Nuh alayhi salam anaambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, nisikize venye tena nimwambia aje, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allahu akbar. Kwani hamna heshima kwa Mwenyezi Mungu? Mna nini hamweki heshima kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamwoni ukubwa wake? Waqad khalaqakum adwara. Allahu akbar. Hali yeye amekuumbeni nyinyi kwa daraja baada daraja. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba daraja baada daraja. Haji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Hakika mtu ameumbwa kutoka asili ya udongo. Allahu akbar. Thumma ja'alnahu nudfatan fi qararin makin. Tena tukaijalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika mahali ambaye ni kalio madhubuti. Allahu akbar. A special place Mwenyezi Mungu aliweka ile sperm. Tena Mwenyezi Mungu hakuachia hapo, anasema nini? Thumma khalaqana nudfata alaqa. Allahu akbar. Katika ile sperm, katika ile tone ya mbegu ya uzazi, Mwenyezi Mungu anasema tukaiumba ikawa ni damu iliyoganda. Fakhalaqana alaqata mudghah. Tukaifanya ile damu ambayo imeganda iwe ni pande la nyama. Fakhalaqana almudghata idhama. Mwenyezi Mungu akasema tukaifanya ile pande la nyama iwe ni mfupa. Tukaiumba ile pande la nyama na ikawa ni mfupa. Fakasawna alidhama lahma. Allahu akbar. Katika ile mifupa tukaivisha nyama tena. Thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mwenyezi Mungu akasema baada hiyo kisha tukamfanya awe kiumbe mwingine. Allahu akbar. Sasa binadamu kamili anatokezea, ni mtoto sasa ile anapitia ile stages ambaye anapitia. Mwenyezi Mungu anatuexplain ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ndio ametukuka, yeye ndo bora wa uumbaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume Nuh alayhi salam anaambia watu wake binadamu ameumbwa daraja baada daraja kama mjuu. Na Mwenyezi Mungu amewatoa kutoka ile sperm mpaka akawafanya nyinyi ni binadamu. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam anaendelea, anaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, niliwaambia watu wangu, alam taru kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa. Allahu akbar. Anasema nimeambia watu wangu, je, hamuoni Allahu akbar jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba mbingu 7 kwa matabaka? Ndio Mtume Nuh alayhi salam anaambia watu wake, waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja. Allahu akbar. Anasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliufanya mwezi ndani yake iwe na nuru, na akalifanya jua kuwa taa. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam anaambia watu wake, wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam hakusimamia hapo, anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuotesheni nyinyi juu ya ardhi kama mimea. Wewe uko mdogo, unakuta baada miaka 10 kijana anaanza kumea, ama msichana amekuwa mkubwa, baada miaka 15 hata anakuwa mrefu hata zaidi yako, anamea kama mimea. Nani anafanya hivyo?
ni Allah subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu. Mtume Nuh anaambia hivyo watu wake, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allahu akbar. Anasema katika hiyo ardhi ndio mtarudi ndani yake, kisha mtarudi katika hiyo ardhi ndani yake, mkikufa mtazikwa hapo ndani. Baada hiyo wa yukhrijukum ikhraja, yawmul qiyama mtatolewa ndani ya hiyo ardhi tena mtafufishwa katika siku ya kiyama. Allahu akbar. Mtume Nuh anaambia hivyo watu wake, kuna akhira baada ya hii dunia. Lakini watu wake wamsikizi, akazidi akawaambia nini? Wallahu ja'ala lakumul arda bisada. Allahu akbar. Akisema tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekukunjilieni hii ardhi kama busati. Mwenyezi Mungu ameatandikia hii ardhi ili mtembee juu yake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Litasluku minha subulan fijaja. Allahu akbar. Ili mtembee humo juu hiyo ardhi katika njia ambaye zilizopana, mtembee humo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema. Mtume Nuh alayhi salam ndio anaongea na watu wake, lakini hawamsikizi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa anapatiana hii historia Mtume Nuh alayhi salam, Quraysh wakasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezua historia Mtume Nuh alayhi salam. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katikati ya historia ya Mtume Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu ameshukisha aya anasema, am yaqulu naftara. Je, Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuambia umezua historia Mtume Nuh? Waambie, qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Sasa kama mimi nimezua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi nitabeba kosa lake, lakini mimi niko bari, niko kando la ile makosa ambayo nyinyi mnayotenda. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam sasa kanulia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mkono, akamwambia ya Allah, akasema nini? Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa qasara. Allahu akbar. Sema ya Allah, Mola wangu mlezi, hao watu wangu kaumi yangu wameniasi mimi ya Allah, wakaufuata yale ambaye watoto wao na mali yao hayatawazidishia kitu yote ila kukasarika peke yake ya Allah. Wakaufuata ile masanamu ambayo walikuwa naabudu ya Allah. Tena hawakuachia hapo ya Allah, wa makaru makran kubara, wakapanga vitimbi vya hali ya juu. They plan na wakatupangia vitimbi ya Allah ambaye ni kubwa kabisa. Against nani? Against wale ambayo walikuwa waumini na mimi ya Allah. Wakaambizana hao wenyewe, wakaambizana nini? Waqalu la tadharunna alihatakum. Ewe, wakaambizana wakasema, msiwawache hao miungu wenu kwa sababu wa Mtume Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaquta wa ya'uqa wa nasra. Wala msimwache wadda, suwa', yaqut, ya'uq wa nasr. Hao masanamu tano ndio waliowataja. Wanasema msiwawache, tukae na hao gangari. Mtume Nuh alayhi salam anasema, waqad adallu kathira. Hao masanamu waliwapoteza wengi, wamekwisha wapoteza wengi. Allahu akbar. Allahu akbar. Sasa Mtume Nuh alayhi salam akafika mwisho, akamlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mkono. Kwa mtume kuomba dua kama hii, ni nini ambaye amefanywa? Ndio mara zingine unakuta uko na shida, nyumbani yako uko na shida,
Ukipita katika sokoni uko na shida, maisha yako usikii raha, abujiulize, kwani kuna mtu ambaye ni rafiki ya Mwenyezi Mungu, ambaye ni shehe, ambaye ako karibu na Mwenyezi Mungu? Kama umemkosea, jiangalie wewe mwenyewe, kwa sababu sikiza Mtume Nuh alayhi salam venye atamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume Nuh alayhi salam aliinua mkono akasema nini? Waqala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam akasema, o Allah, Mola wangu mlezi, usimwache juu ya hii ardhi mkazi wake yoyote katika makafiri. Ya Allah, wamalize wote. Ya Allah, usimwache hata kafiri moja juu ya hii ardhi. Ya Allah, innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Anasema ya kwamba Mtume Nuh, ya Allah, ukiwacha juu hii ardhi, wallahi ya Allah, watawapoteza wale waja wako ambao walikuwa wanakuabudu. Ya Allah, watawapoteza kabisa na hawatazaa illa fajiran kafara. Ya Allah, hawatazaa ila waovu ambaye tena ni makafiri. Ya Allah, wachana na hao, watoto yao ndio sheitani zaidi yao, watoto yao ndio waovu zaidi yao, watoto yao ndio kuna sumu zaidi yao. Ya Allah, hata watoto yao siwawache. Ya Allah, Mtume Nuh alayhi salam anasema hivi, ya Allah, wapanguze juu ya ardhi wote, pamoja na nyumba yao, pamoja na kila kitu. Mtume Nuh alayhi salam amefika mwisho. Tena Nuh akainua mkono akasema nini? Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, akamwomba Mola wake mlezi akasema, ya Allah, mimi nimeshindwa, ninusuru ya Allah. Tena Mtume Nuh hakuachia hapo, akasema nini? Faftah baini wa bainahum fatha wanajini wa man ma'iya min almu'minin. Ya Allah, tuhukumie sisi na wao katikati yetu ya Allah, kwa hukumu yako ya Allah. Ya Allah, tuokoe, niokoe mimi ya Allah, na waokoe wale ambao wako pamoja na mimi ya Allah. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam amefika mwisho. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia nini? Mwenyezi Mungu anamjibu akamwambia nini Nuh? Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna la. Mwenyezi Mungu anasema Nuh alituita kitambo zamani, na sisi tukawa tumeitika kwa ile wito ambayo Nuh alayhi salam alituita. Mwenyezi Mungu akamwambia Nuh alayhi salam, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabtais bima kanu yaf'alun. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamfunulia Nuh alayhi salam, akamwambia, ewe Nuh, hakuna yoyote katika watu wako tena watakuamini ila wale ambao wamekwisha kuamini, wale ambao ni Waislamu wako na pamoja na wewe. Hakuna mwingine atakuamini, wale wengine wote washaenda. Mtume Nuh alayhi salam amebaki na wale Waislamu peke yake. Kutoka leo kutoa da'wa unasimamisha Nuh. Leo ndio mwisho kwa kutoa da'wa tena, na usisikitike kwa ile jambo ambayo hawa wanafanya. Usisikitike kwa ile maneno ambayo hawa watafanya, wachana na hao. Ndio hapa inatufikisha kikomo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakupatia chance moja, anakupatia chance ya pili, anakupatia chance ya tatu, anakupatia nne na ya tano. Wallahi usiporudi, Mwenyezi Mungu anakutoa right off mara moja. Ndio inafika mahali kuna mtu anafanya mabaya kila wakati, anasema nikikuwa ni baadaye ndo nitakuja nimuombe Mwenyezi Mungu. Ndo Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Toba hayupo kwa ile mtu ambaye anafanya mabaya maovu. Tena saa ile mauti ambaye anamkaribia, anataka kukufa, anasema sasa, ya Allah,
mimi nataka sasa saa hii nitubu, saa hii nataka nirudi kwako, ya Allah nisaidie, nataka niende niswali, nataka nifanye maibada ya kila aina. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya suratul Mu'minun, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, mpaka itakapofikia mmoja wao kwa mauti anasema ya Allah, Rabbi Mola wangu mlezi, nirudishe ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allahu akbar, ili niende nifanye jambo ambaye ni mzuri ya Allah, niende nikuabudu ya Allah, niende nifanye ibada ambaye inafaa ya Allah, niwacha kuliko ile jambo ambaye nimewacha nyuma ya Allah. Ile ambaye jambo nimewacha nyuma ni mbaya, ya Allah nipatie nafasi. Sasa roho yuko hapa. Kalla, Mwenyezi Mungu anaambia nei, hakuna. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mwenyezi Mungu anasema hiyo ni maneno tu, yeye anasema kwa ulimi yake. Allahu akbar. Nyuma yake kuna barzakh, kuna baria, kuna hawezi rudi tena nyuma mpaka siku ya kufufuliwa. Allahu akbar. Ndio tunamalizia kisa yetu leo, tukiendelea na historia ya Mtume Nuh alayhi salam. Tunasema wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad, subhanallahi wa bihamdi, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.